Marehemu Elia Masio Ole Million alizaliwa mwaka wa 1956 Himo Makuyuni, Tanzania na kuhamia Munyura, Kenya. Marehemu alikuwa mtoto wa pili wa marehemu Million na Mali Queen Million. Marehemu alikuwa na ndugu mmoja wa kiume ambaye ni John Kokoe na ndugu wa kike 6 ambao ni Margaret Kitenden, Anna Noseke, Agnes Lepene, Doroka Sikat, Beatrice Nainetoi na Florence Ndoa. Marehemu Elia Masiwa alijaliwa kufunga pingu za maisha na Miriam mwaka wa 1985 na kujaliwa na watoto 6, vijana 3, wasichana 3. Nao ni Emmanuel Emilia, Sara Kadada, Peter Lenges, Magdalene Semeyan, Lucy Naini na Ezekiel Saroni. Alijaliwa na wajukuu 19. Kanisa. Marehemu alikuwa mshiriki wa kanisa la FPFK Enderekesi chini ya Reverend Daniel Mhao. Kazi. Marehemu alikuwa anajishughulisha na ufugaji. Ugonjwa. Marehemu alianza kuugua mwaka wa 2024 mwezi wa 10 na kupelekwa hospitali mbalimbali ikiwemo Ngoyoni, Tanzania, Rombo Mission, Machakos Referral na Loitoktok Hospital. Alikotibiwa mpaka tarehe 18 mwezi wa 5 2025 alipoaga dunia. Tulikupenda lakini sawa, tumekupenda lakini Mungu amekupenda zaidi. Kwa haraka, kwa sababu nimearifiwa kwamba tutachukua picha, naomba zoezi la picha tulichukue haraka sana.
Halo. Halo. Hata simu mjuu kupokea pia. Halo. Halo. Salimiane, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Angalia baridi isiwe imepita kiasi. Ni mvua tu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu hayo. Hakuna mtu alikuwa anajua, sio? Tunasema asante kwa wale waliofika. Asante kwa familia nzima. Asante kwa waliotoka Tanzania. Asante kwa waliotoka Ulili. Kuna baadhi ya wawili watatu nimeona marafiki zangu. Thank you. Asante pia kwa kamati. Asante pia kwa wazee wakubwa, wazee wadogo. Asante pia kwa mapasta. Asante pia kwa reverends and bishops. Asante pia kwa watoto wa shule. Asante pia kwa kamati kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuwa hii ndio wakati inayofaa kwamba watu wakifika mahali kama hapa, chochote kinachotokea tujaribu kushikana mikono. Kwa kweli tulikuwa chini, lakini kwa sasa hivi kila kitu imekamilika. Kwa hivyo tunashukuru Mungu na tunasema asante kwa ajili hiyo. Asanteni sana. Kwa heri sana. Asante. Unajua kutii ni vyema. Haya, nami nitaenda straight, nitapeana kwa kanisa kwa sababu ninajua kuna watu wametoka mbali na mnaona vile kulivyo. Kwa hivyo nitamwalika tu Reverend na peana hii program sasa kwa kanisa. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nishangaa. Basi sitachukua muda. Kuna mzee wa mtaa yote hapa, tuzarau serikali yetu ya Kenya. Kuna mzee wa mtaa au chief, nimpe nafasi kabla hatujachukua kanisa jambo. Kuna wazee wa mtaa hapa? Edi? Sawa. Kuna chief? Kuna kiongozi kutoka Tanzania ambaye ni wa serikali, nimpe nafasi asalimiane. Iko kuja wewe kiongozi. Karibu. Na mwenye kiti tele, ndio mwenye kiti basi. Unajua tunaheshimu serikali. Salamiana tu. Bwana Yesu asifiwe. Mrs. Yesu. Ajira ngarna alaigwanani ole kivalu laiza langangalaros. Nararu mwenye lengi jiji naralaigwanani lamarai nara ngobirainei mwalimu Daniel te na nako nara rehimo alungani we kivalu le kivalu le laiza oje kivalu laiza ni ne ngobirai ne Daniel ngobirore ne oi Mrs. Shangai na kai werangara kia sina orijenga ga shangazia. Amen. Mishawada. Sana. Pigeni huyo baba makofi. Na ukienda Tanzania mwenyekiti patiana salamu zetu. Basi hili ni chukua nafasi hii kwa ajili ya kanisa. Nashukuru Mungu kwa sababu na bishop hapa, ni heshima kubwa kwa sababu ya bishop, wa reverend, wachungaji. Naomba tu msimame mufanye tu hivi, mwache bishop. Fanyeni vitu hivi, msalamiane kwa sababu ya nafasi. Kama wewe ni mchungaji, naomba tafadhali amka tu ufanye hivi. Kama kuna upande ule wa kina mama, fanya hivi. Wachungaji ni hawa wawili tu, okay, watatu. Mungu awabariki sana. Nilitangulia kusema kwa majina ni Reverend Anthony. Nashukuru Mungu amenipa kofia mbili. Mimi ni mwenyekiti wa kijiji na uongozi wote kutoka kwa Mungu. Najua saa ingine wanasema mchungaji atawezaje kuwa mtu wa serikali? Na kuna kesi kwa mzee wa mtaa, lakini ngoja nikwambie, hata ndani ya kanisa kuna kesi kubwa kuliko kijijini. Ndani ya kanisa kuna kila saa, ni lazima ukiwa mchungaji uwe tayari kusaidia ule ambaye ana shida, na hata uongozi wa serikali ni hivyo. Bwana asifiwe. Nimeongea vibaya, mtaki kusema amen. Bwana asifiwe. Najua wengi wanauliza, anasema anasaje Reverend kuwa mwenyekiti? Nikamwambia hata Robert Mugabe alikuwa ni rais. Amen. Nasoma tu mistari miwili anyway, ndio niweze kumchukua bishop wetu, sababu kwa heshima ya kanisa singeweza kuzika huu mwili wakati bishop yoyote amekuja mbele yetu. Basi
Wacha nisome mistari miwili peke yake. Na naomba unipe sikio maana sitahubiri bali nitasoma tu kidogo. Wakolosai 3 nasoma mistari mitatu. Wakolosai 3 mstari wa 23 inasema hivi: lolote mfanyalo fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si mwanadamu. Bwana asifiwe. Lolote uliyofanya wewe leo, hata kujileta hapa kwa hii boma, kufariji hii boma, hujafanya bure. Umefanya kazi ya Mungu. Uliolete kuni kwa ajili ya kusaidia hii familia. Hujafanya kazi ya upuuzi, bali ulifanya kazi ya Mungu. Uliokuja na mchango wako wa pesa, au hata kuja kufariji tu kulia pamoja nasi hapa Maarwe, ni kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Hebu tupigie Bwana makofi. Yes. Ni jambo la maana. Hata Biblia inasema kimbia mahali kwa nyumba ya kilio kuliko nyumba ambayo inafanya sherehe. Ambayo wewe uliofika hapa kujumuika na hii familia, umefanya kazi ya Mungu. Hata kama umeacha kazi zako zingine, hata wengine wameacha wagonjwa walio mahututi wakafika hapa, ni kazi ya Mungu. Haleluya. Mstari wa 24 inasema hivi: mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira mnaomtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Pigeni Yesu makofi. Kwanza na wasalimu ni nyote. Jambo tena. Nataka kusema pole sana kwa hii familia ya wajomba, ndugu zetu wengine ambao wamepata msiba wa huyu baba kupumzika Elia. Elia nilimfahamu muda mrefu akiishi maeneo ya kule Mnyura zamani, na ninafahamu wakati fulani alikuwa akiingia kanisani, na pia vile vile ako na mbegu ya Mungu, kwa sababu aliwahi kuingia kanisani, bali Injili akabatizwa, na japokuwa baadaye dunia nayo ina mambo mengi, ameishiishi kama anakunywa, anaishiishi hivyo hivyo. Lakini nataka leo niongee kwa nini niko hapa. Niko hapa kufariji familia. Niko hapa kuhakiki neno kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Niko hapa kwa kusema kazi ya Mungu haina makosa. Na nataka nisome hiyo neno kwa maandiko matakatifu. Ninawaambia familia, wazungu wanasema neno moja, a minute can save a man. Inawezekana kikanisa tuna desturi zetu ambayo tumezoea. Tunaona mtu akiokoka, lea, akikua, na hata mwisho anafanya vizuri, na akamaliza kazi bila hata kuwa na shida yoyote. Lakini wakati mwingine tunaona ya kwamba mtu anaweza kuvutwa na dunia, lakini unajua dakika ya kuokoka kwa mtu inawezekana kuwa ni Mungu anajua. Niko na rafiki yangu moja juzi amenitembelea. Baba huyu alikuwa kanisani, ameacha kanisa kwa muda, lakini siku moja akapata shida, anaenda operation. Akamwambia Mungu, naomba tu usiniue, nisiuawe na ugonjwa. Nisaidie tu angalawa ukiniokoa leo nitarudi kanisani na nitaokoka. Sasa yule jamaa baada ya kuja, Mungu anasikia maombi. Unajua lazima udungwe hapa. Unadungwa hapa karibu na kiuno hapa. Ukidungwa hapa
Hakuna kumamba siku ya kusema hesabu 1 2 3. Alipodungwa tu shindano siku 1 2 3, jamaa kanakauka, miguu inakauka hivi, huko nako kuna nyamaza hivyo, alafu moyo inapiga piga, anaendelea tu. Daktari akafanya kazi yake, labda ni masaa 3 4. Baada ya kufanywa operation, jamaa akiamka anasikia mwili ni mzito, maana ile ganzi ile nani inakuwa nzito sana, hajui kama amefanywa operation. Baada ya masaa 8 jamaa anatoa macho. Naona kumbe niko. Alipopona, kitu ya kwanza alifanya nyumbani, alisema nitaenda kwa bishop nimjulishe nataka kuokoka. Akaja kwangu akasema nataka kuombewa tena nimrudie Bwana kwa sababu dunia ilinipeleka mbali, lakini sasa ni wakati wangu. Kwa hivyo ninaposimama hapa, sisimami kwa kusema nini wala nini. Nasema nimekuja kufariji familia. Tumepoteza ndugu yetu tuliyempenda. Yawezekana maisha yake haikulenga vizuri wala hakujapatikana kwa maeneo ya kanisani. Tunashukuru Mungu kwa mambo mengi kwake. Kwanza ni baba ambaye alikuwa mwanaume wa nyumba, amezaa watoto, ametuachia mbegu. Kuna wanaume 3 wamebaki hapa na wanawake wamebaki pale. Tunaona kwamba kuna mkono wa Mungu juu ya maisha ya mtu huyu. Hata katika makazi na maeneo ni mtu ambaye Mungu amemkumbuka. Hata kama amezikwa hapa kwa dada yake, basi inaonekana ana yake pia. Kwa hivyo vijana wake bado wanao nafasi ya kujenga mahali yao kamili. Nataka niongee nini? Nisome neno la Mungu. Nimekuja kufariji hiyo familia kwa kusema neno hili. Nataka nisome neno la Mungu niweze kuongea kidogo tu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Mwanadamu wa aina yoyote, awe mzungu, awe Mwafrika, awe Mwasia, awe Masai, awe Mchaga, awe Mkikuyu, baada ya kuzaliwa anapewa siku za kuishi. Awe ametumia vizuri ama hajatumia vizuri, kuondoka ni lazima. Wale tumekuja leo kusema ndugu yetu amemaliza kazi, tunakwenda kumsindikiza alale wakingoja ufufuo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, familia, pole sana kwa kuondokewa na mtu ambaye mlimzoea. Elia hakuwa mkorofi nikijua, hakuwa jambazi nikijua, hakuwa mtu wa mambo mengi. Labda hata angekunywa kidogo, maana watu hufanya hivyo, lakini wakati huu ambao alikuwa anakimbizwa pale Ngoyoni, pale Kenya, pale Machakos, pale Ngoyoni, je, nani kwenu anajua kama aliwahi funga macho akasema Mungu nikumbuke? Unajua wakati nafunga macho na kusema Mungu nikumbuke, kitu ya kwanza unasema mimi ni mwenye dhambi, naomba Mungu nisamehe na Mungu niponye ama nisaidie. Wewe hatujui hiyo. Na hiyo ndio inatufanya tusimame hapa tuseme ndugu yetu amalize kazi vizuri, na hiyo yake na Mungu ataongea. Lakini hapo dakika moja inaweza badilisha mtu. Niko na ushuhuda moja. Siku moja mwaka ule 87 kulikuwa na gari moja iliangusha watu pale Ukambani. Na kulikuwa na kijana moja alikuwa anakaa na dada moja. Kasema mimi nimeacha kanisa muda mrefu, lakini leo nikienda safari hii nikifika tu ninaenda kanisani. Na ninaenda kwa pastor nimwambie aniombee, nataka kurudi kanisani. Dakika kama 10 gari ikapinduka na yule jamaa akaaga dunia. Na alipoaga dunia, wakati watu wanashindwa kwenda kuzika ama nini, yule mama akasema huyu ambaye hayuko leo amesema 1 2 3. Tukajua kumbe ni Mungu alituma malaika kumzungumzia toba, kwamba akutane na Mungu kabla hajakutana na ile matatizo ya kifo. Aliweza roho yake kupeana kwa Mungu. Kwa hivyo akawa na dhamiri ambayo anatafuta Mungu. Anasema Mungu, nikirudi leo nyumbani nitamgeukia Mungu, nitaacha hii na hii, nitaendelea. Kwa hivyo huyu mtu tayari malaika wamemshauri, wakawa wamemsaidia. Na tunasoma katika Biblia kwamba yule mwizi msalabani hakuwa na mpadri aliyembatiza, hakuwa na mtu aliyemshauri wala kumwombea wala kumpaka mafuta, lakini yeye mwenyewe
alisema, Bwana unikumbuke huko peponi. Hivyo kuna neno la mawazo, neno la mwisho linatoka ndani ya mtu. Sisi tunaweza tukawa tuna huzuni sana, tukasema huyu milele ameana ni mlevi, anaenda jehanamu. Kumbe dakika yake ya maombi ya mwisho hatujui aliongea nini na Mungu. Isipokuwa familia yake. Binti ya huyu mzee, kuna pasta amechukua binti yake. Kwa hivyo mzee hana aibu. Alimaliza kazi vizuri, ni mwanaume. Anapeana mpaka wake kwa mapasta. Hii ni shukrani kwa Mungu. Wanawake wengi wamezaliwa na huyu baba. Hii ni shukrani kwa Mungu. Huyu ni mtu ambaye ako na mali yake. Huyu ni shukrani kwa Mungu. Hata ameenda kama mwanaume mwingine. Hakuna mwanaume ataishi chini ya jua asife. Kwa hivyo hata Yesu alikuwa mwanaume, akafa, akakaa kaburini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akafufuka. Kwa hivyo hata mtu yeyote ambaye ni hodari kwa dunia lazima afe. Awe mwenye dhambi wa kuhitajika au mbaya zaidi au anayekuwa mtakatifu wa kuhitajika. Hivyo nataka niseme neno moja. Biblia inasema mwanadamu aliyezaliwa na mama, wale watungani otoiwe nkito ekana nkolonyi. Wale watungani paojo oiwe abodia na olong hata kwa kiko lenye oiwang. Amo mekibiga na donyo, mekibiga na nakop ngolongi na ikana. Na kwa ndo na yeuni ama roidi ya nakop kanyo royi no seta. Amedi oltamba ote doki no sara kulonga na yopo ki kago lele mbolo soltamba adu age minya medua. Edua edia nakop ndo na dua. Edua merai, edua sakudore, edua siayo poge na jena kop. Edua na ekishoro nikindoro bareng kolong na edenilo na ini misukunye. Nimishomo na ene shumalonga nigira babalengi ma. Tayo lo rabantere, edua la idoria ni Yesu, oide mara baliki duwana kindorok. Ngori la idoria ni nchu. Ngori la ilanga nchu. Nime duro joro ilanga hi. Eduro joro nganak ro ilanga hi. Neide ma shom kanisa. Amedo ala jo iltungana sidan. Erone paflala. Erona sidan. Erone demumurano. Ide malonga ya jo arakwele lengitu atomon. Nimiro alega lengilenga na nyo. Olodi ora do man mana don kangide. Negile ngaji ko tungana. Lorunga niele. Elodwa ngata ne agumoru. Ne agu mera lala na nguru. Lorunga niele. Ola nagishia ne ara elodna balo neki ngwa. Lorunga niele ngoro ilangai honla kiti. Lorunga niele ngoro ilangai. Tonyo ro ilangai. Amuna kata kitum puan. Eni kudunyanga yanda nai. Ana lalasha lang. Neme lor malaika lengi bwana ala do tanga mu bebi ya ko belengi mandarasi ne do rora ide ne begi ndo biuni ne gendo di njongoro andarasi olunga lengai tie do yo ne begi hajala la shalang tongulu go Nairobi njere pe nyongi bwana engolo nyongi dungodo ne nyu or malaika lengi do mero sesege kwa wale la lobo yo na ngamadio la itoriani ne do biuni ne puan kang or gole Ibrahim mo do nyo eating pocket tungani eshomaira barma queen eshomaira pocket kake yeje roilangai amai roilangai amude nelo feira na la shalang ne diang na sidai na ile bwanke ngeden kai ne zo biuni nche ne bua na ngarole doriani Yesu irilelo anage amotano rilajo yogo la bada mandaro silale aga ro silale ana manyar roduna Gawe risilale. Yana wale na regele endene. Hano abago njamba ilo dungana. Gole na manara. Kage Elodwa idoriani. Lola idoriak. Na manira malaika sunda bogi. Na gudia segegua. Wale vya gudia segegua. Na nyororo isho yadam. Na nalo yoro morasi sidan. Ore merolo irua. Gena ngare alawara na ngayoro salaba. Yangolo nyeuni. Yango amo Yesu ogeraji kudukaji olawasha laika ido iti arona pake ayela ngorbe ogurndo ni ngorma bwasi enge ara rogudo no neme ya mungara godie ay ala mende ngara no asena ede Biblia edia olosha olatia en duarai hanyoru yebai na biahara rona sasa biahara na medingumo tabala begino tabala begino ngop tabala begino ngulugoni tabala nyana tabala kidanat tabala acha hiyo njia. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, wakati wa kuokoka ni leo, wakati wa kumgeukia Mungu ni sasa.
Ukiwa mzima unaenda kanisani, mzee mwenye mvi kama mimi, niko na zaidi ya miaka 70. Mimi hapa niko kama kijana. Niko na mzee, mimi ni mzee wa miaka yangu. Halo. Hey! Kama mara maisha gawana mamada. Ndio la rosashi. Kwenye na hivyo. Sikiliza mtu wa Mungu, ni vizuri kumtumikia Mungu. Asidaida ni nyora la idoriani. Nikibonwa ai shola la shala ai raje. Nyete ngolong or malaika. Na lotu neboli mbugui. Vitabu vinafunguliwa. Walizaliwa mwaka gani? Walifanya kazi gani? Waliishi aje? Wanakwendaje? Walimalizaje? Kwa hivyo Mashua ambaye ni Elia, hata kama alikuwa mlevi, alimalizaje? Je, alisema Bwana nisamehe? Neno moja tu, alisema tu, "Habari ya mara lengoke, ndio unyakisia ganga yene naswa." Enene delo amani, abagi nege dabuda mara. Abagi nege dabuda yang sidai. Ediangang sidai. Gebe enang sidaya lang bogi Nairobi ragagi lairugole yeso maronyo fegeding enang era Lazaro osena radogo ya engop ezio sina nago blala hera lainei amairu goro ilanga ya meeting ana kulukoni meeting ele sese lang sarangap nei ngwari ele sese le sarangap nege nangalo la dodia ni oro sese lengi shui Rona langai ana ga hende ki yow dawa no lero ni ro kanisa le mege ro kanisa yedi orie yodingi iya baye aw moni do na monoti inchere tonyo ro la toriani nago ayuna la mono jorma dangara ki enoro na nyamali to yeda gola la toriani nagara gona nila gwenga yenye nila ishoto yenye nila isho merujungo sinjendo ngajunga nago Njoo jamba yo jung amnye njoo meronde ha emurua njoo meronde ha nkishu na jingibo njoo meronde ha ntare na jinyankang njoo meronde ha nkisoma wale sina na naye ya maki njoo meno ronkera nema yane enkarna ola idoriani na nakera foki Elia masiwa angai magelani wale la marei odunga yo lope nye kore mebo lage losho nebo gloromboi leding Tanzania leding gulewe ripoki angai magelani Dara yalda ulasena, ada bayar apa mui? Orang negara, orang itu ni ramal dungan dia yang awam nengi sia, bila juru dia megilir kiyo, megilir dari kiyo ranang, emito gagil, orang itu gaisir, na yunel elukunya nondolo, megilir ini gaisir, engkiro nana nengkohage, enak boleh kohage, enak rakiro dia tisu, awam meta, megilir kiyo, mayu itu yang ngolungan di sireta, segera Elia, semua Elia. Nema roduruki, edwa shoro toki, edwa shoro mali, edwa shoro ndo yola yok, edwa shoro ndo monone nyapa, edwa shoro ngodonye, shomone ya, amo neje dorisi jorot. Olunga lengai, megenda majana ngai, megenda golengai, emengilirikiyo. Nare Yesu Kristo. Amen. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu kuwapa maneno ya faraja. Na waombea wawe na uzima, wawe na matumaini. Elia amemaliza kazi. Mke wake yuko hapa, ana majukumu ya kuendelea kufanya kazi kama mama na baba, kulea, kusaidia, kushauri, kujenga mji. Mungu nawaombea hata wajenge. Bwana nawaombea wapate vitu ambavyo viko chini ya jua. Na sasa ile kazi huyu baba amemaliza, huyu mama amaliza na watoto wake watatu ambao ni vijana pamoja na wasichana. Asante Mungu kwa ajili ya mama yao yuko hapa, bado yuko hai, amemzika mtoto wake. Asante kwa ndugu na jamaa ambao umeona ndugu akimaliza kazi. Naomba baraka za Mungu Baba, baraka za Mungu Mwana na Roho Mtakatifu zikaandike neno hili iwe amina leo na milele. Tunakwenda kumsindikiza ndugu yetu tukingojea siku ya parapanda itakapopigwa, siku ya mwisho. Malaika wakuu watakapopiga panda, wote walio makaburini watakuwa kwanza kusikia hiyo sauti. Milima itapiga kelele, radi itapiga, makabila yote ya dunia wataona radi ya kufufuka kwake Yesu. Bwana Yesu mpendwa, ninakushukuru kwa sababu Elia amemaliza kazi. Naomba wewe Mungu usiondoka, wewe Mungu unayeishi kuanzia leo, isiwe tena upweke kwa hii familia, bali mama na familia yake wanawiri, wawe wakuu katika nchi, wawe wabarikiwa katika nchi, waingie kanisani leo na siku zote wakae kanisani. Nimeomba baraka za Mungu Baba zikae juu ya maisha yao.
na ukawaongoze, waondolee hofu, waondolee mashaka, wasaidie, na kama kuna mgonjwa katikati ya familia waponye Bwana. Ninakushukuru Mungu, natenda miujiza kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Sote tuseme amen. Tuseme amen. Amen. Basi naomba watu wa kubeba mwili na
sheben kayai egushona lengwa taulai erangwata nemesheba kinoya kayai nganda munozaine beda musida ninjonida mizaye mindari kino nirasaye wene nirishne kinchulu roye mindari kino tenemeye narana no mariane irogordwa iralawa ni wange solare marala baboro welo yolo erangarini megurai borregi silen erana nerumegi Jembe mkua ndio